Hamjambo. Nionyeshe hivi abakuria ba minto mulebuya. Ndache gaiga ndache kusumacha na mangana. Njonkoro ku Richard Momoima Bwonyonka. Omwanu Teresia. Your Excellency Fred, I will not speak a lot. Mheshimiwa Kiberiti, tumekuja hapa kwa sababu kukusindikisha matanga ya dadako na kujua vile umekuwa ukikua kisiasa na kihudumu kimaisha. Umekuwa rafiki yangu. Mheshimiwa Mwita Nyange, ambaye tumejuana na wewe kutoka wakati ulikuwa unafanya kazi Coca-Cola Kisii. Wale wageni wote ambao mmekuja hapa kutoka Kisii, wote MCA, timu ya Mheshimiwa Fred na wale wageni wote wamekuja hapa, asante kwa kufika. Kwa wale ambao hamnijui, niliingia bunge miaka 24 iliyopita na sijashindwa. Kwa hivyo kuna mambo ambao unajua, si ndio? Siniwaambie wewe maneno kidogo. Jambo la kwanza, najua sisi wa Kisii tunajua kuwa katika familia ya Mkuria, ukiangalia ndugu Fred, between a husband and wife, half of that community ni ya Mkisii. Usema na nobo limungo kwana. Abasubati baito no bara. Biamone sogo tulindera orobago. Kwa jamii ya Mkuria, kwa wale hamjui, nimekuwa nikija Kuria tangu 1979. Kwa wale hamjui, jamaa alikuwa anaitwa Julius Chacha Mabanga hapa Kibaroti. Baba yake alikuwa anafanya kazi na baba yangu ambaye alikuwa waziri kwa serikali ya Kenyatta. Walifanya kazi na mzee babaki Kitayama, akafanya kazi na engineer Manga, amefanya kazi na ambassador Wakuria wote. Mimi nimekuwa na hii. Kwa hivyo nimeona siasa ya Kuria na nimeona watu wa Kuria. Kwa hivyo mimi ujumbe wangu ni kumwambia ndugu yangu Fred asikize maneno ambao yako Kuria. Number 1, wakati nimezungumza hapa maneno ya shamba ile ambayo iko wapi? Ile ujumbe nilipata kutoka kwa serikali ya Kenyatta. Walifanya nini? Walifanya audit, wakajua kuwa kwa ile shamba ambayo imechukuliwa na wale ambao wanaongoza kwa serikali ya William Ruto, ina madini zinaitwa rare minerals. Hiyo madini ndio wanataka kuuza wapeleke Marekani. Jambo la pili, nimesikia huyu jamaa anaongea ati unajua tumepata affordable housing. Vile naongea hivi na mimi nafanya kazi kwa Senate, ina deni ya serikali ya Kenya imefika 1.2 trillion. Mulifika hiyo deni namna gani jameni? Hiyo ndio deni ambao nyinyi wa Kuria mutalipa kwa hizo manyumba hawa jamaa wanaongelea. Wao ndio masupplier, wanajilipa kwa mawe, wanajilipa kwa chuma, wanajilipa kwa nini? Kwa simiti. Wanasema wanajenga markets. Zile markets ni tenda zao, wanapeana. Anasema enda mjenga market Kuria 150 million. Ukiangalia market ni ya 32 million. Wamebeba nini? 100 million. Kwa hivyo wale vijana mmetumwa kuzungumza maneno ya bunge wenu, hatuna vita na wao, lakini waambie serikali ya William Ruto ni serikali kwanza wanaua vijana. Number 2, wamechukua deni la Kenya lilikuwa trilioni 6 wakati Mheshimiwa Uhuru ametoka. Kwa miaka 2-3 deni la Kenya limefika trilioni ngapi? 12. Ndio sababu hakuna pesa ambazo watoto maskini zinapelekwa kwa shule, hakuna capitation. Ndio sababu Linda Mama imeisha. Ndio sababu wanaleta Ebola, kwa sababu lazima watoe pesa kwa wazungu.
Sasa kama nilikuwa mwalimu ambaye napiga hesabu ya kutiki vile serikali inafanya, ndio hiyo serikali irudishwe ama ifanye kazi. Wale vijana walikuwa hapa, nenda muambie hivi, ukiangalia kwa kimaendeleo 0, ukiangalia kwa madeni 100%, ukiangalia kwa walimu 100%, wanafanya nini? Hakuna pesa capitation. Mkuria, mtoto Mkuria ambaye amesoma kwa umaskini akabebwa na basari, amefika chuo kikuu akisoma, alafu anamaliza ualimu, barua ya kumpa nafasi. Siku hizi lazima utoe pesa ndio mtoto wako aende chuo, aende kufanya kazi. Ukitaka mtoto wa Mkuria aandikwe kazi ya jeshi, lazima utoe shilingi 1,300 mpaka 1,400 ndio huyo mtoto apate nini? Kazi ya askari. Kwa hivyo ile serikali ambayo Mheshimiwa Matiang'i, ambayo Gachagua, ambayo Kalonzo Musyoka, ambayo Sifuna na Babu na Linda Mwananchi tunataka ni kubadilisha mienendo na mipango vile Wakenya wanaibiwa, na alafu tunawacha kwa umaskini tukiwaambia lazima tupewe 2 term. Waambie William Ruto is going home, is going home, is going home. Mheshimiwa Fred Matiang'i, kuja zungumzia watu wako. Mungu awabariki. Haya. Ndugu zangu na dada ambao tumefika hapa siku ya leo kwa sababu ya huzuni, na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo. Mimi nimekuja hapa kwanza kwa sababu ya urafiki kati yangu binafsi na kati ya familia yangu na huyu ndugu yangu Mheshimiwa Kiberiti, na kwa sababu tumekuwa na yeye kwa mambo mengi na masuala mengi ya kitaifa, tumejumuika sisi wote kama marafiki zake kuja kuandamana hapa leo